Haleluya. Nafikiri kuna sio neno geni, neno kweli, si ndio? Yaani kweli sidhani kama ina tafsiri nyingine nje na kusema ni kweli. Si ndio? Kweli inabaki kuwa kweli. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yohana 8 mstari wa 32. Na 8:32. Yohana 8:32. Nasema hivi. Mwambie anza kanisomea. Yohana 8:32. Anasoma. Yohana 8:32 nasema hivi. Ndipo mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Au kusoma mstari wa 33 wanaendelea kusema hivi, wao wakamjibu, sisi tu uzao wa Ibrahim, nasi hatujawa watumwa wa mtu yeyote. Wawezaje kusema kwamba tutakuwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambieni, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Wao wakamuuliza, sisi ni uzao wa nani? Wa Ibrahim. Hatujawahi kuwa watumwa katika maisha yetu yote. Yesu akasema, amini amini nawaambieni, ukiwa na dhambi unakuwa mtumwa wa nini? Wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hivi, ukiwa mtenda dhambi unakuwa mtumwa wa ile dhambi. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 3, ule uasi unapoanza kuingia ulimwenguni baada ya Adam na Hawa kula tunda. Haleluya. Haleluya. Kweli ikaondoka ndani ya dhambi, ikaleta utengano kati ya kweli na mwanadamu, kati ya Mungu na nani? Na wanadamu. Ukisoma ule mstari, Adam akaanza kujificha mbele za nani? Za uso wa nani? Wa Mungu. Ilifanya Adam ajifiche mbele za uso wa Mungu ni ile dhambi ndio ilitengeneza ule utengano kati ya yeye na nani? Na Mungu. Yesu anasema mkijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Baba yetu Adam aliipoteza kweli. Yesu anazungumza tukijua kweli, nayo kweli itatuweka huru. Tutatoka kwenye huo utumwa wa nini? Wa dhambi. Kumbuka baada ya anguko Adam aliishi katika njia ya nini? Ya dhambi. Matendo yake mengi yalikuwa nini? Ya dhambi. Alipoteza ule uhusiano wa yeye na Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Nisikilize, Mungu hakumwacha Adam. Haleluya. Ila Adam ndo alimkimbia nani? Na ndio maana hata wakati amefanya anguko, bado still Mungu anaenda kufanyaje? Kumtembelea. Yeye ndo aliyefanyaje? Aliyejificha. Kwa hiyo utenganifu kati ya mwanadamu na Mungu, kinacholeta utenganifu ni dhambi. Sio Mungu kutenga. Mungu hajaye kumtenga mtu anaitwa mwanadamu. Isipokuwa dhambi ndio inatengeneza separation kati ya mtu na Mungu. Ndio maana Kristo sasa, mkijua kweli, nayo kweli itawaweka huru, mtatokana katika hiyo dhambi baada ya kujua hiyo iliyo kweli. Haleluya. Haleluya. Sasa ili sisi tutengane na dhambi, inatupasa tuijue kweli, nayo kweli itatuweka huru. Tutaondokana na ule mzigo wa nini? Wa dhambi, ule utumwa wa dhambi. Labda naposema utumwa wa dhambi sijui unapata picha gani au unaelewaje? Ni hivi, dhambi sisi tunazijua, ambazo ziko mentioned kabisa kwenye Biblia. Sisi tunazifahamu. Unakuwa mtumwa wa zile dhambi. Yaani maana yake wewe unaishi kuzitumikia zile dhambi. Dhambi ipo. Let's say uzinzi. Sawa? Kwa hiyo focus yako inakuwa ni kutumikia ule uzinzi. Yaani kuutendea haki ule uzinzi. Kumbuka dhambi ya uzinzi ipo. Yaani unakuwa mtumwa wa ile. Muda wote focus yako inakuwa kwenye ile. Let's say uongo. Muda wote unakuwa muongo, maana unakuwa mtumwa wa ule uongo.
Yaani akili yako, fikra zako zote zinaelekea kwenye kuzungumza nini? Uongo. Unakuwa mtumwa wa ile kitu kinachoitwa uongo. Haleluya. Amen. Umeelewa maana utumwa wa dhambi? Tusome Yohana 14 16. Yohana 14:16. Yes, soma. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi. Atawapa msaidizi mwingine, ili mkae nanyi hata milele. Ndio mpaka 17. Ndio roho wa kweli 17. Endelea kusoma mpaka ile 17. Soma 17 yote. Ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa hamuoni wala hamtambui. Bali ninyi mtamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, akae nanyi milele. Huyo ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea au kumtambua, kwa sababu haumuoni wala haumjui. Ninyi mnamjua, kwa kuwa yuko pamoja nanyi, naye anakaa